So for the first time since Gachagua kutolewa kwa serikali, wamepatana na Ruto for the first time kwa burial. Na kitu interesting na kitu yenye inagonga headlines ni Senator John Methu wa Nyandarua, because walikuwa hizo area if I'm not wrong. Alisimama pale hivi, na unajua John Methu naye na sio fan wa Ruto hata kidogo, yani hata the slightest, yani hata upendo ile kidogo hakuna. So alipewa mic na akamake very bold statements na ikamake drama hapo hivyo, akanyang'anywa mic at some point, akazimiwa. But hebu acha tuone alisema nini na kama alikuwa wrong. Na kwanza kabisa, Mheshimiwa Rais William Ruto, bado mimi ndio John Methu, bado ni mimi, sijabadilika, bado ni yule John Methu wa zamani. Na ile maneno Mheshimiwa Kwenya unaogopa. So ukiangalia hapo hivyo unaweza ona bado Kindiki kurelax, lakini ina mind yake, najua sasa ishaanza kupigana naye, na uta notice tu ikiendelea kuchange. Alafu kitu kingine manze, nimeona na Mziza hapo, sitaki kumuita Konde Boy, hiyo ni nyinyi, but for real Mziza manze amepungua sana manze. Ukitaka kujua mtu amekonda na anavanga suti hii waidanganye, inafanyanga suti expensive sana. Suti keja kutosha hata iko expensive aje. Uta notice tu haikai fiti. Opa, ati nisiseme hapa, sitasema. Lakini ukinisukuma nitasema. Kwa hivyo nipatie tu nafasi mimi niomboleza Mheshimiwa Kiarao. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, mimi nataka nikuambie nikiwa hapa, kwa sababu sijakuona kwa siku nyingi. Kwanza nikuambie, mimi kama John Methu, an adult of sound mind, senator wa kaunti ya Nyandarua, mimi ninakuheshimu sana. Na kuheshimu kama rais wa Jamhuri ya Kenya, na kuheshimu kama amiri jeshi mkuu, na kuheshimu kama mzazi, kwa sababu watoto yako ni warika yangu. Lakini hata kama so sijui kama una notice hii dimina ya Kindiki imechange. Unaona ametulia hii akili sasa hapa hivi na race inasema wa ujamaa anataka kunifanyia nini, na nisha promise mkuu mambo nimepanga, mambo itakuwa sawa. But venye tunajua sahii Kindiki ana say hiyo pande, hata yeye deep down anajua 2027 hatakuwa pale mahali, na hii ana ten sababu hii sasa ina seal fate yake kabisa, na sio kitu fiti manze. So alikuwa cross fingers isikuwe mbaya, na Kenya alikuwa anafikiria ikakuwa sasa zaidi. Ninakuheshimu Mheshimiwa Rais, jambo moja tu ujue, nakuheshimu lakini mimi sikuogopi. Unasikia venye aliwakisha hapo hivyo, hadi Mziza hapo voka MC hapo kando akasema brother, hapo ni kama unakuja sana leo, ni prezo na banja naye, usikae nikawa nataka kuongea vibaya. Na John Methu ako na balls gani hizi, balls of steel, because si wase wengi washaifanya hii kitu. Mtu kesi kubwa yenye nishesikia between president, I think ilikuanga Martha Karua ndiye ali walk out of President Moi, na ilikuanga big deal mbaya. Hebu acha tuendelee. Na nimekubali. Sawa. Nakubali sana. It is important kusema mimi hata unipige, hata univuruge, hata ufanye nini Mheshimiwa Kwenya. Kwani senator hapa ni nani? Hata yeye mheshimiwa. So unaona hapo vile alikuwa ameanza kucheza na mitambo kidogo. Kama jamaa hajatoka kwa mic na ashasema hizo maneno, na hata hajaanza kusema kitu, na akiendelea itakuaje? Sawa. So before hiyo mic itolewe, umesikia hapo vile amesema okay sawa, I will say something else. Na alikuwa amewaona, msinisukume nitaongea. Mniwache tu. So I think hapo walikuwa shamsukuma sasa.
sawa ni twakirwo uria tuguthie na no gutuguikara no gwa kahinda kanini. But what I was telling you Mr. President, mimi nataka nikueleze jambo moja peke yake kama senator wa hapa. Sasa nikisema Mheshimiwa Rais, tulikuwa na wewe pale kwa Mama Mukami Kimathi, ukatuambia barabara ya kutoka Kinamba kwenda Karangata kwenda kwa haraka itawekwa lami na haijawekwa. Nimepiga siasa gani? Mheshimiwa Rais, nikikueleza tulikuwa na wewe Shamata, ukatuambia barabara ya kutoka hapa Kariamu kwenda Kaka kwenda Shamata itawekwa lami na haijawekwa. Nimefanya siasa gani? Nikisema unaweza sikia hiyo tonal variation yake, ana imitate President Ruto kabisa. Yani alikuwa ameamua kumdisrespect, akaweka full throttle. Yani wako alaika manze mkuu manze. Mheshimiwa Rais, ulikuwa hapa ukasema hii stadium ya Olkalau ndani ya mwezi 10 itakuwa imemalizika na haijamalizika. Nimefanya siasa gani? Nikisema Mheshimiwa Rais, ulikuja hapa ukatuambia barabara ya kutoka Ndunyonjeru kuja mpaka hapa itawekwa lami na haijawekwa. Nimefanya siasa gani? Nikisema Mheshimiwa Rais, ulikuja hapa tarehe mwezi wa 10 2022 ukatueleza kuwa barabara ya kutoka huko Murungaru kwenda mpaka Turasha kwenda mpaka huko Gilgil itawekwa lami na haijawekwa. Nimefanya siasa gani? Unajua Mheshimiwa Rais, marafiki yako ni wale watu wanakuambia ukweli, na sisi kama viongozi ni watu ya kukuambia vile inaendelea hapa kwa ground. Sijui anaongelea mambo ya kuambia ukweli. Kindiki anataka kuchizi manze. Ushaiswetaga buda. Manze wamemdisrespect mbele ya bosi, because I am sure ndio hata Prezo ameki good ili ya kuapia kwa hii burial. Alijua Gachagua hako na alijua Kindiki amepanga mambo, na nikoshua Kindiki alikuwa amemwashua nimepanga mambo bosi we kama. So hapa hivi si President Ruto ndiye anakanyagwa shingo. Kusema ukweli ni Kindiki wanamkanyaga shingo, yani kidogo sasa aache kupumua. Kazi yetu sio kuja hapa tu ati kukupigia makofi. Kazi yako ni kukuja tu ati kukupigia makofi. Ni mzuri tunakukumbusha mahali haijafanywa. Kwa hivyo mimi sitaki niseme kuzidi hapo. Mimi nataka niwashukuru sana watu wa Olkalau. Nataka niwashukuru sana watu ya area hii. Na jambo ya mwisho ningetaka niseme, just one last thing that I want to say. Wakati tunaaga Mheshimiwa Kiarao, kiongozi yangu, party leader yangu Mheshimiwa Rigathi Gachagua, maneno unatuzi Rigathi Gachagua. Leo hako hapa mtuzi ndio tujue wewe na watu wa Olkalau. Nataka niwashukuru sana watu ya area hii. Na jambo ya mwisho ningetaka niseme, just one last thing that I want to say. Wakati tunaaga Mheshimiwa Kiarao, kiongozi yangu, party leader yangu Mheshimiwa Rigathi Gachagua, maneno unatuzi Rigathi Gachagua. Leo hako hapa mtuzi ndio tujue wewe. So unaona hapo hivyo msemo alikuwa kwa mitambo alikuwa very attentive. Jua alijua jamaa kama ameshaongea hivi anaenda kusema upuzi kabisa. So hapo hivyo mwisho ni kama alitishia rais kidogo. Nyinyi mnaona aje hapo hivyo? Mnaona alifanya kitu fresh ama? Because bado venye alienda kukaa kiburi tena ilipanda zaidi. Anaambia hao tonyako kando yake na bado. It's unfortunate, Your Excellency, that it had to go that way. Tafadhali wananchi, tafadhali kwa heshima sana. Tuomba kwa heshima sana wananchi. Tuomba wananchi kwa heshima sana. Mtulie kwa sababu tunaomboleza. Tunaomboleza, tafadhali tulieni, tuendelee kwa sababu tuna ratiba ambayo imebaki. So nyinyi mnaona aje manze? Kwanza venye alikandi alikuwa na kiburi. Niko na mzaha Bede sahi ground kabisa ishakubali Gachagua. Na huyu jamaa ndo maana ako na hiyo kiburi. Anu wale wasee. Anaweza enda to any extent Ruto asirudi kwa hiyo kiti.
because sai Ruto anaweza achana naye, lakini after amekelea Biblia chini mara ya pili inaweza kuwa mbaya sana. So huu jamaa clearly ata make it his business, na mimi napendanga kuona vitu kama hizo. Ata make it his business. Wale wase kwa polling station watalipwa, wale agents, yani itakuwa crazy hiyo 2027. Ndo wase wenye watatusaidia kufikisha agenda yetu mali inafaa. But sijui kama alifanya the right thing. Ni mniambie mnaona ajali ali disrespect the president, angefanya vitu any other way kama angepata chance ingine. Mniambie hapo kwa comment section.